Sifa na utukufu ni kwa Yahwa, Bahashem, Yahwashai, Bahashem, Raha, Kwadash, ambapo Yahwa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Bahashem ni kwa jina la Yahwashai, ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahwashai. Bahashem tena kwa jina la Raha, Kwadashi ni jina la Roho Mtakatifu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Kwa hiyo hapo unavyoona ni watu kadhaa, na hii imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu sana, watu kufanya dhihaka kwa mitume, manabii na watu wa Mungu. Toka zamani wana wa Israeli walikuwa wakifanya hivi. Unaona, toka zamani wana wa Israeli walikuwa wakifanya hivi dhihaka, na sio tu walikuwa wakidhihaki mitume na manabii, walikuwa pia wanawaua. Unaona, kwa hiyo nitakusomea hapa, nakwambia kwenye Biblia kuna gangster anaitwa Samueli. Imagine aliitwa na Mungu mara 3 ndo akaitika. Huyo ni head boy wa mtaa. Kuna Mosha anakwambia kuna mwamba anaitwa Kaini. Huyu jamaa alimuua ndugu yake Abeli, Mungu akamuita, lakini akamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Mbona damu yake inanililia? Akamjibu Mungu, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Huyu king anakwambia achana na hao wote. Kuna huyu anaitwa Yakobo. Ule mwamba alikunja kumfu na malaika mpaka Mungu akasema, we kuanzia sasa na kupa jina Israeli, maana kidogo mtoe malaika wangu roho. Kuna Didia Kipipa anakwambia wachana na huyo. Kuna Chalia anaitwa Yona. Just imagine unatumwa na Sahagodi. Hiyo ni zihaka pia, unagoma kabisa. Unaona, kwa hizi zote ni zihaka. Tunaenda kwenye Wagalatia 6:7 anakuambia msijanganyike, Mungu ambaye ni Yahwa Bahashem Yahwashai hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo nyinyi wote mwenye zihaka, unaona, nyinyi wote mwenye zihaka mtavuna mlichokipanda. Matendo ya Mitume 17:32 kwamba basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya zihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Unaona, endelee huku. Kuna hii hapa ndo nilikuwa naitafuta sasa. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu ambao ni mitume na manabii, na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake. Ndicho kilichokuwa kinatokea hapa. Wanawaona maimoji ya kucheka. Unaona, akijabadilika kitu. Unaona, nitarudia tena nakwambia, lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake. Kwa hiyo ghadhabu ya Bwana itazidi juu ya watu wake ambao ni wana wa Israeli, ambao ni manigro, Wahindi wekundu na Malatinas, au kwa huko Afrika tunaita Wabantu, hata kusiwe na kuponya. Na 17 kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo aliyewaua vijana wao kwa upanga. Kwa hiyo sasa hivi Mungu ataleta nani? Atamleta Esau, ambao ni mnaoita wazungu. Atawatumia kuleta ziki kuu juu ya wana wa Israeli, kama yale matatizo yaliyotupata kipindi cha utumwa. Aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao,
asiwahurumie kijana wala mwanamwali, mzee wala mkongwe, akawatia wote mkononi mwake. Unaona? Kwa hiyo kienda hapa Mhubiri 1:9 nakwambia aliyekuwako ndiyo atakayokuwako. Unaona? Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanazihaki mitume na manabii ndio hao watu wanaozihaki mitume na manabii sasa hivi. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala hapana jambo jipya. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Unaona? Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake tazama ni jambo jipya? Hata wewe sio mpya. Wewe ulikuwepo, umezaliwa tena, hiyo tunaita reincarnation. Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Unaona? Hata hawa wanaofanya zihaka nao pia walikwisha kuwako zamani hizo. Kwa hiyo natumai umepata kitu. Tukutane katika somo lijalo.